Kama una Facebook account na uingize pesa, nisikize kwa makini. Kama una Facebook account na uingize hela, nisikize kwa makini. Sasa hivi mtu yoyote mwenye Facebook account anaweza kuingiza hela, sio kama zamani. Vigezo sasa hivi vimekuwa virahisi. Facebook wamebadilisha vigezo kabisa. Zamani watu walikuwa wanafikiria mpaka uwe unaingiza hela lazima uwe na followers wengi au uwe star au uwe famous au uwe na watu wengi. Sasa hivi mtu yoyote mwenye Facebook account anaingiza pesa. Watu wengi wana Facebook account lakini hawajui wafanye nini ili waingize pesa. Nowadays hata kama upo nyumbani umekaa zako tu, simu sio lazima utoke ushuti content kama mimi. Unaweza kuwa tumekaa ndani na kwa unaingiza hela kirahisi. Sio, unanielewa? Kwa mfano mimi mara ya mwisho niliingiza kiasi hichi hapa hichi. Angalia hapa. Umeona mara ya mwisho mimi niliingiza kiasi kama hichi hapa $316. Kama laki nane hivi ya kwa mwezi. Hiyo hapo unapata. Kwa hata wewe unaweza kupata zaidi ya hii hapa hii, au ukapata kiasi kidogo zaidi ya hicho, au ukapata zaidi ya hii hapa. Watu wanaingiza hadi $1,000, $2,000. Yaani ni kazi yako. Yaani wewe ni kuposti tu. Yaani unapokuwa unaposti sana ndivyo unavyozidi kupata hela nyingi. Ukiwa mvivu na hela inakuwa ndogo hivyo hivyo. Hiko ndio kiasi ambacho niliingiza mara ya mwisho. Na wewe unaweza kuingiza kama hichi au zaidi. Inatokana na kazi yako tu. Unaweza kuingiza hela kama hiyo au zaidi. Kwa sababu unaingiza hadi $1,000 hadi milioni 6, kuanzia milioni 6, milioni 7, laki 3, lakini yaani mwenyewe unafanya kazi tu. Na sio lazima utoke ukashoot au ukafanya kitu fulani. Ukiwa nyumbani yako tu na simu yako hapo, kuposti picha, kuposti story, kuposti video yako yoyote, hivyo unapata hela bila kwenda sehemu yoyote. Nisikiza kwa makini mwanzo mpaka mwisho jinsi ya kufanya, jinsi gani unaposti, then utapata darasa zuri. So guys, wale watu ambao mlikuwa mkiniuliza unaingizaje hela Facebook, jinsi gani ya kuseti, hii video ni ya kwenu. Nisikiza kwa makini. Nitakuwa nafundisha step by step jinsi gani ya kuingiza hela Facebook, unatakiwa ufanye nini, uposti aje, kuna style za kuposti pia, unaposti vipi, viewers waongezeke unafanyaje, followers wao wengi unafanyaje. Kwa hiyo video ambapo mnaniuliza jinsi gani ya kupata hela Facebook setup, hii video ni ya kwenu. Nisikize kwa makini step by step. Wengi wana page, watu wengi wana account hawana page, na page ndio inalipa jamani. Watu wengi wana account hawana page. Sasa nitakufundisha jinsi ya kuchange hiyo account yako kuwa page. Hapo hapo kwenye simu yako. Una change inakuwa page. Maana account hailipi, page ndio inalipa. Tofauti ya page na account ni nini? Twende sasa nikakuonyesha jinsi inavyokuwa. Let's go. Sasa ndugu zangu, watu wengi wana kitu hiki hapa hichi. Umeona hapo kwa mfano huyu anaitwa Fexon Trump. Ana 4.9k friend. Ukiona imeandikwa friend, basi ujue hiyo ni account sio page. Kwa hiyo inatakiwa ibadilishwe kutoka kwenye account iwe page. Hii hapa ilipi. Na watu wengi ndo wanatumia hii hapa hii. Watu wengi siku hizi jamani hawatumii hivi kwamba eti sijui friends. Ukiona friend hapo ujue basi hiyo ni account. Watu duniani sasa hivi wanatumia followers. Yaani ukiona followers imeandikwa labda 4.9 followers, hiyo ni page ambayo ndio inalipa. Kwa sababu hii account ina mwisho. Kama una 4.9 unaona kila siku imeganda hapo hapo, haiongezeki. Haiongezeki kwa sababu gani? Limit ya account ni watu 5,000 tu. Kwa ukifika 4.9 haibadiliki na kapo hapo, yani miaka yote inaenda mpaka unakufa imekaa hapo haibadiliki. Kwa sababu gani? Hiyo ni nini? Hiyo ni account. Lakini page inaenda mpaka watu 5,000, 6,000, mpaka watu milioni 1 hadi milioni 100. Si unaelewa? Hiyo ndio inakuwa ni page ambayo ndio inalipa. Kwa hiyo hapo tutafundisha jinsi ya kufanya nini? Tutafundisha jinsi ya change kutoka kwenye account kwenda kwenye nini? Kwenye page. Kwa mfano una mimi kwangu hapa. Ya kwangu mimi hapa hii. Hiyo hapo ni nini? Hiyo ni page. Umeona hapo? Kuna followers hapo. Watu wangu ni hapa kuna followers. Hiyo ni page sio account. Kwa hiyo nisikize kwa makini. Sasa hivi tutaenda kwenye jinsi ya kuchange kutoka kwenye account hadi kwenye page. Nisikize kwa makini. Sasa jamani, tunaenda kuchange page yetu kutoka kwenye account kwenda kwenye page. Unaona hapo juu hapo kuna vialama vitatu hivyo, vidoti vitatu kwenye simu yako hapo. Kuna vialama vitatu. Cha kufanya hapo vibonyeze hivyo vialama vitatu hapo. Ingia hapo, vibonyeze hivyo vialama vitatu. Baada ya kubonyeza kinatokea hichi hapa. Tunaanza angalia. Baada ya kubonyeza hapo tap, unabonyeza hapo sharp. Ukibonyeza hapo ina load hapo, ina load hapo. Ina load hapo. Ina load hapo. Itakuja sasa hivi, inakuja hivyo. Ikija hivyo hapo kuna hii inaitwa turn on professional mode. Hapo imeandikwa turn on professional mode hapo, hiyo hapo hiyo. Unaiona hiyo? Sasa hiyo hapo inabidi uibonyeze nayo. Sio, umeelewa? Hapo ndio una turn on, unaichange sasa kwenda kwenye page. Hapo unabonyeza hapo. Ukibonyeza hapo unaona turn on. Kuna turn on hapo. Hiyo turn on nao unaibonyeza hapo. Ili page yako ifanye nini? Iwe page sasa. Itoke kwenye account iwe page. Unabonyeza hapo. Chap, kuna turn on hapo. Unabonyeza kama unavyoona hapo, unabonyeza hapo.
Unaona hapo? Bonyeza hapo. Chap. Nishabonyeza. Baada ya kubonyeza hapo sasa inakuletea vitu hapa next. Una next hapo. Yaani hapo unaendelea kubonyeza kunini ku next. Una next tena hapo chap. Unasubiria tena inakuletea hapo public friend customer, unabonyeza kwenye public hapo tena una next tena. Sijui umeona? Unaenda kwenye public hapo unabonyeza kuna next. Alafu bila hapo unafanyaje? Una confirm hapo. Una confirm. Usibonyeza public una confirm hapo. Unabonyeza kwenye confirm hapo. Ukibonyeza kwenye confirm hapo inakuja tena hapo next. Mbona wewe una next tu. Next tena hapo. Umeona imekuja imefika mpaka hapo tena una next tena. Hapo umefika mwisho. Umeona? Na load sasa hapo kwa sababu hapo nani yako inabadilika kutoka kwenye account kwenda kwenye page. Kwa hiyo hapo inafanya nini? Na load hapo. Hapo inajichange hapo. Let's go. Inajichange hapo. Hapa network ilikuwa inachange cheza lakini ndio ina change hapo. Sasa hivi itabadilika kuwa page. Na hata followers kule utaona kidogo wameongezeka. Umeona ilikuwa 4.9 utaona followers wameongezeka kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wamezuia kwa sababu ilikuwa nini? Hapo tayari shabadilika sasa hapo una skip tu hapo. Ikifika mpaka mwisho una skip. Umeona? Usha skip hapo. Sasa hapo baada hapo tayari sasa unarudi kwenye nani sasa kwenye account yako sasa huko. Umeona unarudi kwenye account yako au mwingine unaachana nao. Sasa hapo inabidi urudi kwenye nini? Kwenye account yako kule kaangalia je imebadilika? Umeona imebadilika kuwa page. Hiyo page sasa ndio utakuwa unalipwa kupitia hiyo page hiyo. Si umeelewa? Kwa hiyo hapo unabaki kule unaenda kuangalia kule. Ishabadilika kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye account. Umeona? Tunarudi sasa hapo tunaangalia hapa. Umeona una refresh kidogo. Ilikuwa 4.9 utaona imebadilika. Umeona imekuwa 5.1k. Umeona followers. Kwa hiyo hapo tayari ishakuwa page. Sio umesoma hapo sasa account yako ishakuwa page. Sasa hiyo page ndio ina nini unalipwa. Ukiingia hapo kwenye afu hapo kuna professional dashboard. Sasa hapo ishabadilika ishakuwa page. Sasa hiyo page ndio unalipwa sasa hapo. Hiyo page yako sasa ndio inaanza kulipwa. Sio umeona? Hiyo page yako ishaanza kulipwa sasa. Sasa hapo baada ya kumaliza hapo sasa tunaenda jinsi ya kuposti. Umeona? Pia hapo ukiingia kwenye professional dashboard hapo kuna vitu utaona sehemu imeandikwa 0.00 earning, yani dola ishaandikwa lakini kwa sababu unaanza kuposti uweze kuona hela. Lakini hapo kila kitu kishikisha kuwa fresh. Sasa hapa tunaenda jinsi ya kuposti. Let's go, tunaenda sasa. Tunaenda kuangalia jinsi ya kuposti ili uweze kupata hela. Jinsi gani ya kuposti? Hawaposti ovyo ovyo tu. Kuna stage ya kuposti ili uweze kupata hela. Tunaenda step by step. Kwa mfano labda una picha unataka kuposti. Unaweza kuwa picha ni ya kwako au pia inaweza kuwa sio ya kwako. Kuna style unaweza ukaposti ikaonekana ni original content. Yaani kwamba original content kwa sababu Facebook wanapenda sana ili upate hela nyingi, wanapenda sana uposti vitu vya kwako. Unaelewa? Yaani iwe ni original ya kwako. So chukue kitu huko, sijui umetoa wapi, sijui huko, unafika unakipost kama kilivyo. Facebook kitu hataki. Unaweza kupata hela lakini ukapata hela ndogo sana, hata $1. Yaani video ina viewers wengi. Unaweza kukuta video ina viewers wengi, hata sio bilioni 1 lakini unashangaa ina $5 au dola $1 au $2. Kwa sababu gani? Hiyo content sio kwako. Lakini pia picha unaweza kuchukua picha sio kwako ukaposti. Kwa kuwa sio kwako unaweza kupata hela nyingi, lakini kama ni ya kwako unapata hela nyingi. Pia hiyo picha au video unaweza kuitengeneza, hii sikushauri sana, hii yani ni technique ambazo sio nzuri, lakini unaweza kuitengeneza ikawa ya kwako. Yaani mimi nimeposti picha yangu au video nikafanya nini? Nikaipost. Na ukachukua vile ukaedit kidogo ikaonekana ni ya kwako. Hii my editor lazima wananielewa. Yaani una cheat yani. Una cheat inakuwa post ni ya kwako. Yaani inakuwa vile original, lakini unakuwa kuna vitu unaviongezea. Hii nitatoa darasa siku nyingine jinsi ya kufanya post ya mtu iwe ya kwako. Yaani mtu anaposti video yake au picha, unaichukua ile, unaitengeneza inakuwa kama vile ya kwako, kumbe sio ya kwako. Kwa hiyo ukipost kwenye mtandao ina dictate kama ni nani yako, ni nini? Ni content yako ndio original. Yaani wewe ndio umetengeneza, kumbe sio ya kwako. Hii darasa nitatoa siku nyingine jinsi ya kucheat. Na pia ukiposti inaonekana ni ya kwako na unaingiza hela. Sio, umeelewa? Kwa sasa hapa tunaenda kuangalia jinsi ya kuposti. Tuanze na picha kwanza. Picha sana kwanza inatakiwa unaposti kawaida. Kila mtu anajua kuposti picha. Hivi unaposti, unaposti kawaida pia na story. Na story sidhani kama kuna mtu anajua kuposti story. Kama hujui utaniambia kwenye comment. Unachukua picha yako unaposti. Pia ili video yako au picha yako iende viral inatakiwa uwe na ushawishi. Yaani ukiposti kwa mfano picha unaposti pale.
Umeelewa? Mfano una post picha. Lazima umeona kama mimi picha hii hapa, angalia kama picha hii nilivyopost afu nilivyoandika. Umeona hiyo picha nilivyoandika, nikaandika kwamba mnawajua hawa. Unaona kuna comment nyingi, kuna like sijui 1000. Kwa hiyo unakuwa unaandika, una post picha ambazo yani unauliza maswali yani zenye attention. Unaweza ukapost picha ya kwako tu ukaandika kati ya njaa na kuachwa kipi kinauma. Watu wana comment sana, pia watu wanafanya nini, wana comment pia wana like. Kwa hiyo watu wanavyo comment na kulike, ndo Facebook wanazidi wanaona page yako inakuwa engagement na watu wengine, watu wanaifuatilia. Kwa hiyo hela zinakuwa zinaonyesha kule, zinaingia nyingi. Kwa hiyo unakuwa mbunifu katika kuposti picha kama hivyo. Hata video hivyo hivyo, unaweza kuposti video yako unaongea tu ukajirekodi katika, jamani kati ya njaa na nani mimi naona njaa, unajiongelesha tu mwenyewe. Kwa hivyo maana nilivyoandika hapo, yani mtu inalazimisha watu wa engage kwenye page yako, yani watu wa comment, mwingine atachukua ataiposti. Yani Facebook pia wanalipa sana kwa watu wakiwa jinsi wanavyotazama picha yako, wanavyo like, wanavyo comment pia, yani wanavyo iposti, engagement wanaita. Kwa hiyo watu wanavyo engage kwenye picha yako ndio mapato yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo ili wa engage lazima utengeneze kitu ambacho kinashawishi, kinaleta comment ndani yake. Kwa mfano una post picha unaandika hivi, jamani kati ya pilau na wali wa kawaida kipi kitamu? Watu wana comment jamani pilau wao sipini, kwa vitu kama hivyo yani, au kati ya mapenzi na njaa kipi kinauma? Watu wana comment pale njaa, wengine mapenzi, wengine wanachukua wanaposti. Kwa vile vitu wanavyo engage pale Facebook ndio wanazidi kukupa hela. Sio, umeelewa? Facebook ndio wanazidi wanakupa hela. Unaona ukiingia kwenye dashboard kule unakuta tu hela zinaongezeka. Umeelewa ndugu zangu? Leo jamani tunaishia hapa. Kwa leo video tunaishia hapa. Next episode ya pili tutakuja kufundishana jinsi ya kupata followers wengi, jinsi ya kupata viewers wengi. Pia tutafundishana jinsi kama hela yako imeingia kwenye page unaiangalia vipi. Sijui unaangalia vipi hela yako, kama unaangalia wapi kama hela yako inaingia. Yote kwenye episode namba 2 tutakuja kufundishana. Pia tutakuja kufundishana jinsi ya kuseti. Yani kuna sehemu ya kuseti sasa hela yako inaingia wapi? Unaipataje, jinsi ya kutoa hela yako, yani jinsi ya kutoa hela yako, ukipata hela yako jinsi gani unaitoa. Kwa episode inayofuata tutafundishana hivyo. Utafuatilia hii video hii ambayo tumefundishana hapa, uweke kila kitu sawa, afu next utasema kipi unataka kujifunza. Pia kama mtu unataka kujifunza kitu, utaniambia kwenye comment, nataka kujifunza kitu fulani hivi. Kwa hiyo tutafundishana. Bwana, kwa leo tunaishi hapa. In Tit for Tat. Link hiyo hapo juu. Endelea kusubscribe hapo, pia endelea kushare na kucomment. Tit for Tat.